Waislamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku njema ambayo ametujalia sote tukawa heri pamoja, na kuwatakia nyote mnaonitazama rehema zake Yesu Kristo zikaweze kuwashukia. Kuna jambo ambalo ningependa niwashauri ndugu zangu wa Kristo siku ya leo. Kuna wale ambao wameniuliza maswali ni kwa nini nimeona ni vema kuangalia mada za Waislamu na kuweza kuzifundisha, lakini maandiko yamenikubali, kwa hivyo lazima niweze kusema ni kwa nini. Ukisoma kitabu kinaitwa Isaya 8 mstari wake na 20, inasema waende kwa ushuhuda na sheria, na kama watanena kinyume na neno hilo wao hapana asubuhi. Kwa hivyo lazima yale tutakayanena yote yawe katika maandiko. Ukisoma wa Filipi 2 mstari 4 inasema kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Kwa hivyo nimekubaliwa na maandiko niangalie mambo ya dini tofauti na kuwafundisha wa Kristo na kuonya hata na wale walio katika dini hiyo na kuonyesha dini ya kweli. Kwa hivyo nimeweza kujibu hilo swali. Jambo la pili nataka nilizungumzie ni kuhusu Waislamu. Katika Qur'an 16:125 inasema inawashauri Waislamu sasa, inawaambia waite katika njia ya Mola wako kwa hekima na maudhui mema, na unjadiliane nao kwa namna iliyo bora, sio kuwatukana wao au kutukana dini yao. Kwa hivyo mumeambiwa, kama ni swali mko nalo, mumeambiwa muwaite wote, muwakusanye pamoja, mujadili, sio kuwatukana wala kutukana dini yao. Kwa hivyo nataka niwashauri Waislamu, aswa vijana, kuna vijana nimeona hapo wanaitwa sijui akina Muhammad akina wengine hapo, na washauri Qur'ani yenu imewashauri siku ya leo kwamba matusi sio mazuri, ni kwamba mnawaita mnajadiliana. Kama ungekuwa na hoja, wewe nialike tu, sio kunitusi kupitia maneno yako, maana unapaswa utoe fungu. Ninaposema dini ya Uislamu sio ya kufuatwa, sisemi na kwa mdomo wangu, natoka fungu kwa Qur'ani naonyesha hivi na hivi. Na wewe toa kwa Qur'ani ama kwa kitabu kingine chochote ama kwa Biblia unionyeshe Ukristo sio dini hii na hii, sio ya kufuatwa. Kwa hivyo tutaingia katika mada ya siku ya leo. Mada ya siku ya leo inahusu kwa nini Muhammad sallallahu alaihi wasallam sio wa kufuatwa. Maana tunapaswa kuwe na faida. Kwa mfano, ukifuata Yesu faida yake ni gani? Ukifuata Muhammad faida yake ni gani? Kwa hivyo nataka tusome kitabu kinaitwa ni Qur'an 2:62. Inasema katika walioamini, wale walioamini ni mitume wa zamani huko na Mayahudi na Wakristo na Wasabai, au tumepata ni wale ambao walioamini. Swali ni je, mbona Uislamu sio hawajahesabia wakiwa waumini? Hawajaamini. Kwa hivyo wale ambao hawajaamini lazima tupate kama wako na faida ama ni hasara. Nataka tuweze kusoma kitabu kinaitwa ni Qur'an 10:101. Inasema tazameni nini yanayotokea katika mbingu na ardhi, na ishara zote hizi na mioyo yote hii haiwafaidishi kitu watu wasioamini. Kwa hilo tumepata yote yale yanayotendeka ulimwenguni katika mbingu ama ardhi, na ishara zote hizi mioyo yote hii haiwafaidi kitu watu wasioamini. Sikia sasa vile mtume Muhammad anaambiwa. Muhammad anasema, basi wangonja jingine ila kuanjia mfano wa siku za adhabu. Wagonja jingine ila kuanjia mfano wa siku za adhabu zilizowafika watu waliopita kabla yao. Mtume anaambiwa sema. Kwa hivyo hawa ambao hawajaamini, tumepata Wakristo ni waumini, wanaamini. Wayahudi wanaamini, Wasabai wanaamini, Waislamu hatujaweza kuwapata. Waislamu sasa imesemekana wale ambao hawajaamini hakuna jingine wanalongojea ila ni siku ambazo zinawafika siku saa. Mtume anaambiwa, Mtume Muhammad sema, basi ngonjeni pia mimi ni pamoja na wale wanaongojea. Kumbe mtume mwenyewe aliambiwa angoje pia na yeye na awe pamoja na wale wanangojea, kwa sababu dini ya Uislamu kama nilivyokwisha kuambia sio dini ya Mungu. Dini ya Uislamu sio dini ya Mungu.
ni dini ambayo imeanzishwa na Mtume Sallallahu Alaihi Wasallam, na hata mwenyewe anangoja siku za adhabu kati ya wale wanaongojea. Kuna swali ambalo mtume aliweza kuulizwa na maswahaba wake. Walimuuliza, je, tunapokufuata tunapata faida gani? Kama vile hata waleo Waislamu waleo wanapaswa kujiuliza. Katika Qur'an 9:80 mtume anasema, anawajibu sasa, ewe mtume, anaambiwa na Mungu waombee msamaha au wanafiki au usiwaombee, yote ni sawa sawa. Mtume Muhammad anaambiwa na Mola wao waombee msamaha usiwaombee, yote ni sawa sawa. Hao ukiwaombea msamaha mara 70, yani ukiombea msamaha mara 70, Mwenyezi Mungu atawasamehe. Kwa hivyo hakuna haja ya kukaa katika dini ambayo haina msaada wowote kwenu. Na washauri nyinyi ndugu Waislamu, maana mtume ameambiwa awaombee asiwaombee, hiyo ni sawa sawa. Sasa tuulize, je, Yesu na yeye anatuombea? Yesu mwenyewe sasa faida yake, maana mtume atupaswa kumfuata kulingana na Qur'ani na Biblia. Sasa Yesu na yeye, Yesu ni wa kufuatwa. Ukisoma kitabu kinaitwa ni Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana 2:1 inasema, watoto wangu wadogo na waandikia ili kwamba msitende dhambi. Na kama mkitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Naye ndiye kipatanisho cha dhambi zetu, wala si dhambi zetu tu, bali za dhambi za ulimwengu wote. Kwa hivyo Yesu anatupatanisha kwa Mungu ili tusamehewe dhambi zetu. Muhammad anaambiwa uwaombee usiwaombee, yote ni sawa sawa, maana hata ukiwaombea sitawasamehe. Swali ni, je, wewe kidume mwenye akili timamu unayejielewa, kweli njia ya kufuata hapo ni gani? Hiyo maswali yote unapaswa kuwa unajiuliza kwa akili yako. Jambo lingine tunapaswa tujue, kwa sababu hatutamfuata Mtume Sallallahu Alaihi Wasallam ni moja tu. Mtume hakutumwa na Mungu. Mtume ni mtu ambaye alitumwa na bibi zake. Qur'an 4:79 tupate wale waliomtuma Muhammad kama ni Mungu ama ni nani. Qur'an 4:79 inasema, nasi tumekupeleka kwa watu kuwa mtume na Mwenyezi Mungu ni shahidi wa kutosha. Kumbe kama Mwenyezi Mungu ndiye amemtuma angekuwa shahidi, lakini wanawake wa bibi zake akina Khadija wanamwambia tumekutuma kwa watu ili uwe mtume wao. Naye Yesu ukisoma katika kitabu kinaitwa ni Yohana 3 mstari wake ni wa 16 inasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwana wake wa pekee ili atakayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hivyo ukimwamini mwana wa Mungu ambaye ni Yesu, hautakufa, utakuwa na uzima wa milele. Mtume ametumwa na bibi zake kwa watu. Yesu na yeye ametumwa na Mungu mwenyewe. Swali, je, kwa wewe Muislamu, wa kufuata kati ya wawili ni nani? Utajijibu yawe mwenyewe upate njia ya kufuata. Acha niweze kutamatisha na hiki kifungu katika Qur'ani 46 mstari wake ni fungu yake ni 9 inasema, mtume anasema, mimi ni kirojo mpya katika mitume, wala sijui nitakalofanywa mimi wala mtakalofanywa nyinyi. Mtume mwenyewe ajui baada ya mwisho wa dunia atafanywa nini wala wao watafanywa nini. Yesu, je, tukuulize, maana swali Biblia na Qur'ani vinaambatana. Vinaambatana kama shilingi kwa ya pili. Tuulize, Yesu na wewe tukikufuata Yesu, faida ni gani? Tukifuata Yesu tunapata faida gani? Kitabu kinajulikana kama Mathayo 19:27. Wanafunzi wa Yesu waliuliza hili swali. Ndipo Petro akamjibu akamwambia, tazama, sisi tumeacha yote tukakufuata. Tutapata nini basi? Yesu akawaambia, amini nawaambia ya kwamba ninyi mlionifuata mimi, katika ulimwengu mpya atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha enzi cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti 12. Kwa hivyo wamehakikishwa hawa wanafunzi wa Yesu kwamba kwa sababu wameacha vyote wakamfuata Yesu wataingia mbinguni. Hawa nao wameacha mtume, wakaacha vya wakafuata mtume, hawajui watakalofanywa alama mtume ajui mwenyewe atakalofanywa. Kwa hivyo ndugu zangu, na washauri nyote tuweze kufuata njia ya kweli. Kristo anasema, mimi ndimi njia na kweli. Yeyote atakayefuata njia
ataelekea mpaka wakati mahali Yesu alipo, ambapo ni kwa Baba Mungu wetu.